Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media. Mwijaku ameweza kutoboa siri kuhusiana na Diamond Platnumz kudaiwa kodi. Inaelezwa kwamba kuna jambo limemkuta Diamond bana, na Mwijaku ameweza kumpa pole Diamond kwa kushuka kimaisha, huku akimtia moyo asikate tamaa. Unajua kwenye maisha kuna kupanda na kushuka. Sasa basi kwa Diamond imeonekana hii kuwa ni surprise sana, kwa sababu ni mtu ambaye wengi walikuwa wanamwamini sana kwamba ni mtu ambaye ana pesa na mali nyingi sana. Sasa kuna issue ambayo Mwijaku ameweza kuileta, nasema kwa sasa Mwambino ameshindwa hata kufuturisha kutokana na hali yake ya uchumi kuwa mbaya, licha ya ofisi yake kufungwa kwa sasa kwa sababu ya kudaiwa kodi. Sasa hivi ndio tuwaone marafiki wa kweli wa Mwambino. Mwenye nyumba anataka kodi, ofisi imefungwa, kufuturisha anashindwa. Leo mwenye nyumba kaenda kupa mkataba, akasoma kipengele cha 47 kinasemaje. Lakini hayo ni mapito ndugu yangu, naamini haya ni mapito, napitia utakaa shwari. Hayo ndio maneno ya Mwijaku kuhusiana na Diamond kudaiwa kodi. Kudaiwa kodi ni kitu cha kawaida, kwa sababu nikitazama ni kwamba Simba maintain sana kwa hii game kwa miaka mingi sana. Kwa sidhani kama ni issue ngumu sana kwake. Mmoja anasema Chaolo ulitaka kualike, mbona unatamani unahamu, wewe ndio Zuchu, sikutegemea utafurahi. Wewe Mwijaku mbona una akili mbovu sana, kesho tu unaenda kutoa msaada wa cheni. Utajiri usio wa halali kisawa na bando lina expire date jamani, tupambaneni siku. Mwingine anasema amekuomba mtangazie, sema Simba anafurahi sana unavyomuongelea. Anafurahi sana. Mwingine sema Baba Levo atamkopesha mke mdogo, kasema sasa na wewe unaenda kuhamia wapi? Tatizo unapenda sana kula. Anamwambia tatizo Mwijaku yeye ni anapenda sana kula. Ni shida unapenda sana kula we kibonge, maele akili zote ziko kwenye kufuturu, ila Harmonize ni hatari. Kujisifu ana hela kuliko na muziki wote Afrika. Kufu no ametulia kwa Zuchu, kumbe hana pesa. Kwa maana ya kwamba kujitangaza kwamba yeye ana pesa kuliko wasanii wengi Afrika ni kitu ambacho kimeweza kumletea shida. Mwesema wewe wapi umefutulisha wenzako? Baba Levo anafutulisha kila siku. Nani Mkristo katangaza tena walipia bima wachungaji zaidi ya 100. Wewe Muislamu umewafanyia nini Waislamu wenzako? Au sio? Wangesema yani wewe jamaa noma, unamshika Mondi kisaikolojia ili ya kualika iftari. Manake Diamond ni kama atafutulisha hivi. Sasa wewe sema tu unataka mwaliko na una Ramadhani unatamani, lakini wapi? Tuko na watu wanaamini hiki Mwijaku anaongea. Huyu anajifanyisha mzee, huyo Doni mzee. Wewe wapi umefutulisha wenzako? Wanafutulisha Baba Levo hata mkopesha. Kwa wengine wanajiuliza hapa kwamba inakuaje, kwa nini imetokea hivyo? Mwingine akasema kwamba kujisifu ana hela ndio imetokea hivyo. Mwingine akasema kwamba unawashwa Chichimani nenda barabara ya 4 dai hakutaki, kisha wewe si unajifanya umefunga au unashinda njaa, kesho tu unaenda kutoa sadaka. Mwingine akasema kwamba tatizo Mwijaku anapenda kula, ndio maana hakualikwa. Huwezi kukaa bila kumtaja kiungo wa muziki wa Tanzania. Kwa hiyo ndio kitu ambacho amezungumza. Sasa nikitazama ni kwamba Mwijaku ameweza kutoboa siri nzito. Unajua swala la Diamond kukosa kodi limeonekana kuwa ni mjadala mkubwa sana, na wengi wanajiuliza kuhusiana na hilo jambo, na wengi wanasema labda kuna mambo ambayo yanaonekana kutokea, au sio, kwa Simba, kwa sababu tunaona hii issue ya kodi imeonekana kumkalia kooni sana Mwijaku, na hawa ni haters wa Diamond, kwa sababu tunaona kwa sasa hivi ukifuatilia habari mbalimbali kuhusiana na swala zima la Diamond kufunga ofisi kwa sababu ya kodi, imeonekana kushika sura kubwa sana. Tunaona hata peji nyingine zimeweza kuzungumzia hilo jambo, na hasa ukizingatia ni kwamba Diamond ni msanii ambaye ametengeneza brandi yake kwa miaka mingi sana. Sasa hii issue ya kufungiwa ofisi kwa sababu ya kodi
ni kama ni fedhea sana, kwa sababu ukiangalia alikuwa na ofisi kubwa na alikuwa na ofisi ambayo kwa namna moja ama nyingine inaonekana kuleta mkanganyiko kidogo kwenye mitandao ya kijamii, kwamba inakuwaje mtu anafunga ofisi kisa kodi, kwa labda atakuwa amefilisika. Kwa sababu anafilisikaje? Watu wanajiuliza anafilisikaje. Lakini nataka niwaambie kitu kimoja, ni kwamba hizi media bwana zina changamoto nyingi sana, kwa sababu nikiangalia Sahara Media ambayo ilikuwa na miliki Star TV, RFA imefungiwa kutokana na kufilisika, kwa sababu tunaona madeni yamekuwa mengi kuliko huduma ambayo wanaitoa. Kwa hiyo tunaona walipe kwanza madeni alafu mambo mengine yaendelee, au sio? Na tunaona watu wameonekana kufurahia sana, hasa wale watu ambao hawampendi Simba akiwemo Mwijaku, lakini pia watu mbalimbali wameonekana kulizungumzia hilo jambo, au sio? Lakini ninachokiona ni kwamba kwa wakati huu ni wakati ambao tunaona ni wakati ambao Diamond anazungumzwa sana. Sasa kuna taarifa nimeipata ambapo tunaona Maimartha naye pia ameweza kuiposti, akaandika amkeni, kazi inaendelea, mambo ni kwa ushahidi, au sio? Na hakuandika chochote. Kwa hiyo nadhani ni issue hiyo kuhusiana na Simba, kuhusiana na kodi. Kodi ya Wasafi, jengo lile ambalo wanakaa Wasafi, kwa inabidi kwanza walipe then ndo mambo mengine yaendelee. Na Mwijaku anasema kwamba Diamond ameambiwa aangalie kipengele cha namba 47 kinasemaje. Sasa sijajua hicho kipengele kinamzungumzaje mhusika Diamond. Je, anahusika vipi kuhusiana na hiyo issue, au sio? Mwingine akasema kwamba Auzu kajifungua. Mwingine akasema Dada Mayo, ukiamua kumrudisha mtu mjini hubahatisha, haya tunakusubiri. Mwingine akasema kwamba unampenda Diamond kuliko Zuchu. Mimi siamini kama yule naye kakosa kodi na kufungia ofisi. Jamani, hii ni kweli au chuki? Mmeamua kumchafua. Kwa sababu kama ni chuki utakuwa anazingua sana, lakini kama ni kweli tumuombe, kwa sababu bado anapambana. Na ofisi ile nyumba ni ya Rest Bura, binti yake ya kwanza. Kwa hiyo kuna ile ofisi ambayo inamhusu huyu Rest. Mwingine akasema kwamba tunafika haya ya Mwagi, sijawahi kumwamini Mai. Mwingine akasema kwamba hatimaye nasikia Diamond amemkuta mazito baada ya kuvujisha message za video. Of course hayo yote ni fununu. Dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe, share, like na kucomment.